Asante, wimbo wa taifa ukifuatiwa na wimbo wa Afrika Mashariki. Tukae. Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko Kabudi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Bwana Gerson Msigwa, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Madam Susan Ngongi Namondo, the UN Resident Coordinator, Mr. Michael Toto, UNESCO Representative in Tanzania, Bwana Maxence Melo, CEO wa Jamii Africa, His Excellency Yahya bin Ahmed Okeish, Ambassador of Saudi Arabia, His Excellency Isaac Njenga, the High Commissioner of Kenya, Waheshimiwa viongozi wa dini, Sheikh Hamis Kasim Mwadago pamoja na Askofu Maasa, wakuu wa taasisi za vyombo vya habari nchini,
waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo sauti kabisa haionekani kama kazi inaendelea. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo inaonekana nchi pia imepata washindi, wameingia kwenye fainali mbili nzuri kabisa. Ile ya muungano na ile ingine, kwa hiyo sauti inadhihirisha tuko vizuri. Makofi kidogo kwa mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tuko hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka 2025, na kauli mbiu nimejaribu kuitafsiri lakini ulimi unakataa, lakini inasema reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Kwamba wakati tunaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari mwaka huu, kuna mshindo mkubwa kuhusu ujio wa akili unde na mustakabali wa uhuru wa vyombo vya habari na vyombo vyetu vyote vya habari. Kwa heshima na taadhima, naomba kabla hatujaanza shughuli hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ridhie tupate dua mbili fupi. Na nikisema fupi na maana tayari tangu asubuhi shehe wangu pale na askofu mmeshaomba, ila nitaomba mtakuja hapa mbele kwa dakika moja muweze kuikabidhi shughuli hii mbele ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kuanza rasmi. Ningeomba nianze kwa kumkaribisha Sheikh Hamis Kasim Mwadago kutoka BAKWATA aweze kututolea dua hiyo fupi. Karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Leo ni siku adhimu kwa vyombo vya habari. Kwa upande wa faida tunafahamu manufaa tuliyoyapata, lakini ningeweza kutoa tahadhari tu kwa waandishi. Yuko mmoja katika wanazuoni alisema, al-lisanu laisa adhmun walakinahu yuksiru li'idham. Ulimi si mfupa, lakini ulimi unavunja mifupa. Al-lisanu laisa saifun, ulimi si upanga, walakinahu yasfiku dima, lakini ulimi unamwaga damu. Kwa tahadhari, waandishi wa habari wamebeba dhamana ya maisha ya watu. Hakuna chokochoko yoyote na matatizo yote yanatokea duniani ila vyombo vya habari vina mchango katika kutengeneza mambo au kuharibu mambo. Kwa Allah ndimi zao ni ndimi muhimu sana katika kuitengeneza jamii ya Watanzania na nchi nyingine. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa baraka zako ujalie mkutano wetu wa leo ambao umekusanya waandishi wa habari ambao ni muhimu katika nchi yetu. Uyajalie yote yatakayozungumzwa yawe na baraka na mafanikio, na uwajalie kumaliza shughuli yao salama na warudi majumbani kwao salama, wakakute familia zao zikiwa salama na amani. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umbariki waziri wetu mkuu Kassim Majaliwa na mawaziri wake wote na wateule wote walioteuliwa na rais, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zako uwape afya njema, wajalie kuwa na nguvu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba viongozi wetu uwape upendo, uwape busara, uwape hurma na hikma na subra na uadilifu katika kuitumikia jamii ya Watanzania. Mwenyezi Mungu, ijalie kuwa nchi yetu ya Tanzania kuwa ni nchi ya amani na utulivu, na iendelee kuwa ni kisiwa cha amani cha kuwalinda wa Tanzania wawe salama na amani na utulivu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ubariki wa Tanzania kuwa na uzalendo wa kuipenda nchi yao, wa kupendana wenyewe kwa wenyewe, wa kupenda rasilimali. Mwenyezi Mungu ajalie kuwa na upendo baina ya nchi yao pamoja na kuondoa tofauti zilizopo katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu,
libariki jiji la Arusha. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki Afrika Mashariki, Mwenyezi Mungu ibariki Afrika. Amin, amin. Asante. Anayefuata ni Askofu Masa kutoka kamati ya maridhiano. Karibu sana askofu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mbunge Kassim Majaliwa na meza yote na wajumbe wote, naomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya siku ya leo ambayo umeipa jina siku ya habari. Mungu wetu, tunaomba kwa sababu ya huduma hii, idara hii, shughuli hii ambayo ina mchango mkubwa katika kuleta maendeleo au katika kutokuleta maendeleo. Ina mchango mkubwa katika kuleta umoja na mshikamano au msambaratiko katika jamii. Mungu wetu, tunaomba habari ambazo zinafanyika katika nchi yetu, naomba zile habari ambazo zinaleta mafanikio, zinaleta ufanisi katika jamii ya Watanzania, tunaomba habari hiyo ikapate kibali mbele zako na ikalete maana kubwa. Lakini habari zozote ambazo hazitaleta mshikamano, hazitaleta muungano, hazitaleta maendeleo katika jamii ya Watanzania, tunaomba habari hiyo isiwe na nguvu, tunaomba habari hiyo iyeyuke na isipate nafasi katika jamii yetu ya Watanzania. Tunaomba kwa sababu ya nchi yetu, hasa katika swala hili la habari, tunaomba wape hekima, maarifa, busara viongozi wetu, rais wetu, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, bunge, baraza la mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, waziri wa habari na maeneo yote yanayohusika, ili nchi yetu itawaliwe na habari inayoleta mshikamano, umoja, nguvu katika kuleta maendeleo. Na tunamaliza kwa kusema enezo lolote la habari ambayo italeta mfarakano kwa Watanzania, italeta mfarakano kwa watu wetu, habari hiyo ikayeyuke na ikashindwe, ili Watanzania tubaki na amani yetu na utulivu wetu. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Amen. Naomba tuwapigie viongozi wetu wa dini makofi. Nafikiri sasa tumepata kibali cha Mwenyezi Mungu, na kama nilivyokuwa nimewatangazia awali, shughuli yetu leo itakuwa sio ndefu sana kutokana na majukumu ya viongozi wetu. Kwa hiyo nitaomba wale ambao nitawaita waweze kuzungumza kwa ufupi ili tuweze kwenda na wakati. Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, this event is being conducted in Kiswahili, but we have translation equipment. For those who require translation equipment, please, you may raise your hand and the ushers will be in position to give you one. Tafadhali wale ushers, naomba mpite na zile translation equipment kwa ajili ya wale wanao zihitaji. Ni vizuri mkazunguka huko wakati tunaendelea na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema awali, leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Ni siku pekee ambayo vyombo vya habari nchini vinaadhimisha shughuli hii kwa taarifa mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali ambao watakuja kuziwasilisha hapa. Lakini kabla ya kufanya hivyo, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe mwenyeji wetu, mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, aweze kutukaribisha hapa, lakini vile vile na kusema maneno machache kuhusu Arusha. Mheshimiwa, tafadhali karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu rasmi, Profesa Kabudi, waziri wetu wa habari, waheshimiwa wote wakiambatana na mwenyekiti wetu wa chama, asalamu alaykum. Asubuhi ya leo imekuwa njema, na wale tusiowahi tumefanikiwa kuwahi kuamka. Lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa na wewe jana
na umetubariki tena siku ya leo, na tunakutakia kila laheri kwa majukumu yako makubwa ulionayo katika ujenzi wa taifa ukimsaidia Daktari Samia. Mambo yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni matatu tu. Moja, kuwakaribisha wanahabari nguli, mahiri, muhimu na wenye mchango chanya katika taifa letu. Katika sekta zote wamekuwa wakifanya kazi vizuri na kutusaidia si tu kuona tunakokwenda, lakini kujitathmini kazi nzuri tunayoifanya kwa wananchi. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuwaomba wanahabari, kama kuna jambo wanalitamani kulisikia, ni jambo la uchumi wa nchi yetu. Wanahabari wana uwezo wa kushape na kuspin na kutengeneza agenda ya kuwafanya wananchi wote wakafocus kwenye agenda hiyo. Ningekuwa na uwezo, ningewashawishi sana watusaidie kwa nguvu zao zote kubadilisha aina ya habari zinazochukua nafasi kubwa katika masikio si tu ya watoto, si tu ya vijana, hata ya watu wazima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari ina nguvu kubwa sana. Ndio inaamua mpaka aina ya mavazi, inaamua aina ya chakula, inaamua aina ya nyumba, inaamua aina ya kila kitu. Wakitusaidia kuweka habari ya uchumi kwenye kipaumbele, iwe ni habari ya michezo kama walivyoshinda Simba, tuone kiasi gani wanatengeneza. Najua Kakamega kula amekaa ita naguna. Simba imeingia finali, sio robo. Imeingia finali. Na hii sisemi kwa sababu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, lakini nalisema kwa sababu naelewa ni furaha ya nchi. Kwa sababu kuna tofauti kati ya wenye nchi na wananchi. Wenye nchi wanapofanya mambo makubwa, basi hata wananchi wanafurahi. Lakini sio lazima kwamba wananchi wakifanya jambo kubwa mwenye nchi atafurahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani tu kwenye pointi yangu ya muhimu ni kwamba habari zote ziwe za michezo, ziwe za uchumi, ziwe za siasa, yani ifike hatua habari yako ikae front page ni kutokana na namna gani ina impact ya uchumi wetu. Kwa sababu kuna fursa nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ambazo unaziona, kwa sababu ya habari hizo kutokuwa na nafasi kubwa, zimepelekea watu kujisahau na kushindwa kuchagiza na kusukuma gurudumu la uchumi. Nishangaa kupata taarifa kutoka kwa balozi wa India, anatueleza namna gani unga wa maembe ulivyo na thamani kwao, wakati sisi Tanzania maembe yanaoza. Sasa unaweza kupata picha jinsi gani tuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha ya watu, lakini kwa sababu habari zake hazisikiki, zinawafanya wananchi wanaona labda si sehemu ya kuchagiza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la mwisho. Tarehe 3 mwezi huu wa 5 katika mkoa wetu tumeandaa forum kubwa tunaita Arusha Economic Forum. Mojawapo ya watoaji au watoa mada ni pamoja na Profesa Kabudi. Ninaomba tuitumie fursa hiyo kwa ajili ya kubadilisha taswira ya mkoa wetu, na tunawaalika sana wanahabari Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waje waonyeshe fursa za kiuchumi zilizopo katika mkoa wetu. Kuna watu wanasikia tu habari ya Afcon, lakini hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na Afcon. Kuna watu wanasikia habari ya magadi soda, hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na magadi soda. Kuna watu wanasikia SGR inajengwa kuja Arusha, hawaoni namna gani. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa forum hiyo kwa makusudi ya kuwafungulia pazia wananchi wa mkoa wa Arusha ili waweze kutap kwenye hiyo opportunity na kuweza kutengeneza uchumi mkubwa. Na miongoni mwa watu tuliowalika, tumewalika pia Profesa Lumumba kutoka Kenya. Lengo pia aje atuonyeshe natural resources tulizonazo katika Afrika zinawezaje kuwasaidia Afrika, tukianza na mkoa wetu Arusha. Baada kusema Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua nimechukua muda wako mwingi, lakini nakukaribisha tena, na baada ya safari ya kurudi kwenye majukumu yako, weekend sio mbaya ukija kuwa unapumzika Arusha. Hali ya hewa kama ulivyoiona, na najua imekuwa taabu kukuamsha, lakini ndio divisi ambavyo Mungu ametubariki wana Arusha. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hayo makofi hayatoshi, naomba tupige makofi mengine makubwa. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue uwepo
wa watu wafuatao ambao kwa bahati mbaya tuliwasahau pale mwanzoni. Naomba nitambue kwanza uwepo wa mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Naomba tumpigie makofi mzee wetu Nasari. Naomba nitambue uwepo wa meya wa jiji la Arusha, Bwana Maximilian Irange. Mzee Sabaya, samahani sana. Naomba pia kutambua uwepo wa mbunge wa jimbo la Arusha, Mrisho Gambo. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Nafikiri kama kuna wengine nitaomba mtaweza kutuarifu ili tuweze kuwatambua. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya huwa serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo huwa inayaandaa kwa kushirikiana na wenzetu kutoka Umoja wa Mataifa, lakini kwa mwaka huu mwenyekiti wa maadhimisho haya anatoka kwenye Taasisi ya Jamii Afrika. Kwa maana hiyo, ningeomba kwa heshima uridhie niweze kumuita MC mwenzangu kutoka kwenye Umoja wa Mataifa, dada Usia Mkoma, aweze kuja hapa kwa ajili ya kuwakaribisha wale wenzetu diplomat kwa ajili ya kutoa statement zao. Naomba tumkaribishe tafadhali kwa makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, meza kuu, Mheshimiwa Waziri Kabudi, washiriki, wanahabari wenzangu, karibuni tena katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyombo vya habari pamoja na kazi kubwa wanayofanya wadau wa maendeleo ni wadau muhimu katika kukuza na kuboresha maendeleo ya vyombo vya habari. Na ni kwa sababu hiyo ndio maana katika maadhimisho haya tunatambua uwepo wao, lakini pia kuwapa fursa ya kuendelea kutupa commitment yao ya namna gani wataendelea kuvisupport na kuvisaidia vyombo vyetu vya habari viweze kukua na kufikia malengo ambayo wote tunayatarajia. And in that regard, I would like to invite Honorable His Excellency Isaac Njenga, High Commissioner of the Republic of Kenya, to give you a solidarity statement for today. Okay, he will come after, sawa. So I will now invite Your Excellency Yahya bin Ahmed Okeish, Ambassador of Saudi Arabia, for your word of solidarity. Karibu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Mr. Qasim Majaliwa, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Professor Palamagamba Kabudi, Minister for Information, Culture, Arts and Sports, Your Excellencies, officials and ambassadors, Your Excellency, Mr. Michel Tutu, my friend, thank you so much for this invitation and to give this opportunity to highlight the Saudi experience in this matter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a pleasure to be with you today on the occasion of the World Press Freedom Day, a day that honors and the great responsibility and noble mission that journalists carry out with dedication and integrity. Excellencies, artificial intelligence has become a vital force in transforming the media sector in the Kingdom of Saudi Arabia as part of our National Vision 2030. It is improving the quality of content, enhancing audience engagement, and shaping the future of digital media. Excellencies, Saudi Arabia is also working in increase the share of local digital content to 70%. To support this, the Kingdom has hosted numerous forums and conferences and is
establishing a dedicated AI and emerging tech media lab. Our investment in digital media technologies has already exceeded 6 billion Saudi riyals. In addition, through the National Strategy for Data and Artificial Intelligence, the Kingdom aims to become one of the world's top AI-driven nations by 2030. Over $20 billion have been committed to this goal, and partnership with global technology leaders like Google, Microsoft, and Huawei. These efforts aim to strengthen our digital infrastructure, train national talent, and drive innovation and local content creation. Ladies and gentlemen, in 2024, the Kingdom achieved a major milestone, ranking first globally in the Cybersecurity Index by International Telecommunication Union. These achievements have helped to build investors' confidence and support media institutions with a safe, secure, and developed digital environment. Together, these initiatives demonstrate Saudi Arabia's commitment to building a modern media landscape, promoting responsible freedom of expression, and shaping an innovative, inclusive, and globally competitive media sector, all aligned with the great ambitions of Vision 2030. Excellencies, as I conclude, I would like to thank my friend, His Excellency Michel Tutu, UNESCO representative, for organizing this important event, and thank you all for your kind attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Your Excellency Yahya bin Ahmed Okeish. Thank you for sharing with us how Saudi Arabia is also embracing AI and media development. Mheshimiwa mgeni rasmi, UN agencies, there are many of them around the world, each with its very specific mandate. When it comes to press freedom and media development, UNESCO is our lead agency on that. And in that regard, I would like to invite our UNESCO representative to Tanzania, Michel Toto, for a statement for the day. Karibu. Honorable Prime Minister, leaders and officials here present, Excellencies, Ambassador and High Commissioners, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. Following yesterday's lively and fruitful presentation by the distinguished speaker at the opening of the 33rd World Press Freedom Day, we concluded that freedom of the press is the cornerstone of the democratic societies. Without a debate of ideas, without diversity of perspective, without verified facts, democracy is a shadow of itself. To ensure that information remains a common good in the digital age, to ensure that artificial intelligence be used to detect misinformation and disinformation, UNESCO, through the 2021 Windhoek Declaration, has committed to strengthening the transparency of online platforms and developing media and information literacy. Will not be able to do this without the digital platform, who are the actors who now have significant control over access to information. This is why UNESCO held the Internet for Trust conference 2 years ago as an essential step towards the development of principles to regulate digital platforms.
this is a fundamental issue because it involves both protecting freedom of expression and fighting disinformation. We talked yesterday, Honorable Prime Minister, about what needs to be done, but we also reminded ourselves that real change begins with us. Let us all reflect on our roles, our action, and our responsibilities as we move forward. UNESCO is ready to take its responsibilities. I want to take this moment to extend our heartfelt appreciation to the government for its continued cooperation and openness to dialogue, to ambassadors and high commissioners for their presence, to development partners whose unwavering support keeps this work alive, to the UN Resident Coordinator for support, to Jamii Africa and all our media partners who remains at the forefront of defending press freedom every day. Let this day be an opportunity to renew our commitment to defending journalists and through them Press Freedom Day. Asante sana. Asante Toto for reaffirming UNESCO's commitment to continue to support and promote press freedom and media development. Guest of honor, I now have the honor to invite the UN Resident Coordinator to Tanzania, Ms. Susan Gongi Namondo, to give his remarks on behalf of the UN family in Tanzania in the spirit of delivering as one and UN reform. Karibu. Your Excellency, the Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, the Honorable Professor Kabudi, Minister of Information, Culture, Arts, and Sports. I recognize the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia and all the representatives of diplomatic missions here, all the distinguished members of the media. Allow me to stand on all the other protocols. I also start by thanking everybody who was part of yesterday's discussion for the very rich and robust discussions that we had yesterday. AI is no longer a distant theoretical concept for discussion in think tanks. It is a reality, and very quietly but profoundly, it is transforming how information is created, shared, and consumed. And it's very clear from the discussions yesterday that our choices today will determine if AI serves as a catalyst for progress or a driver for new inequalities and risks. My takeaways of some of the discussions we had yesterday is that, firstly, there are many, many, many opportunities, as we know. We know that it can greatly enhance journalism through tools such as fact-checking, data-driven analysis and storytelling, translating things in local languages for engagement with the broader public, etc. But also, we also touched on other things. While we're focused on the media, we also recognize that AI can strengthen public sector delivery in areas such as agriculture and healthcare, that AI is an enabler in the digital economy, and as we all know, in Vision 2050, we recognize that innovation and technologies are key drivers of inclusive and sustainable development. And there's an opportunity for AI to be an integral part of that ambition. Yesterday also we talked a lot about risks. My colleague Michelle has just mentioned AI-driven disinformation and misinformation. Now we live in a world of deep fakes, algorithms that amplify divisive content that further threatens public trust. We also talked about the issue of data privacy and ethics as a concern, and that we need very strong safeguards. AI can expose sensitive personal data and further erode some of our citizen rights. Very briefly, we touched on the widening digital divide, that these powerful tools can further create
the divide between the urban world and the rural world and marginalized communities. So unchecked, we know that these risks could undermine democratic institutions and Tanzania's development gains. AI technology is today an area of great political and economic competition. So we can only expect that we will get ever more tools rapidly developed, and this will make the responsibility of managing society even more challenging and complex. I think the consensus yesterday was it is really urgent to craft a Tanzania approach to AI that is strategic and inclusive, that helps us deal with the tools that we already have today and soon the tools that will come that we don't yet know exactly what they will be. And re-echoing some of the ideas we came up with yesterday, we agreed that urgently we need more nationwide AI literacy efforts to better equip journalists, policymakers, educators, citizens with the skills to understand and critically engage with these new technologies. Awareness is the first line of defense. We also need more robust ethical and regulatory frameworks, developing policies that ensure AI remains transparent, accountable, and aligned with Tanzania's constitutional values and human rights commitments. We need to strengthen independent journalism. That came out very, very strongly, and Michelle has echoed that. We need the safeguard of traditional and digital journalism as essential public goods, ensuring that AI enhances rather than replace the core functions of the media. We may also need to invest, we didn't talk about this much yesterday, but we may also need to invest as a matter of public policy in local innovations and foster homegrown AI solutions that reflect Tanzania's own languages, cultures, and development priorities. AI governance cannot be left to the technical people alone. It has to include all of us, all of society, media, government, private sector, civil society, all of us working together. Tanzania and her citizens are already engaging in AI. It is fully there. The question, therefore, is how will we collectively guide and transform and make sure that it does serve the public good? If we act with some foresight, collaboration, and commitment to our values, we could do so. Overall, I will be leaving Arusha, Honorable Prime Minister, with a sense of hope that despite the many, many real challenges, we are all very committed to supporting credible journalism, that it can flourish, that facts deeply matter, that truth deeply matters, and that these tools will be used to enhance that which we know is deeply important and not pervert it, so to speak. On behalf of the United Nations in Tanzania, I thank all those who were part of yesterday's discussion, and today also all our policymakers here for their commitment and collaboration. And I look forward to joining these efforts that are already ongoing to further enable our collective right to information in this new world of algorithms, and that we will do the policy work that is required to make it useful for the public good. Thank you very much. Asanteni sana. Asante sana, Susan, and thank you for being with us for the last 2 days. It's really appreciated. I think this is the first time we've had you and Resident Coordinator with us for 2 days during World Press Freedom Day. So this is highly appreciated, and this shows your commitment toward Press Freedom Day. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza ya ufunguzi wa siku yetu, maadhimisho yetu, na sasa tutaingia kwenye sehemu ya pili na ya mwisho ya ufunguzi, sio ya ratiba ya leo, ya ufunguzi. Na baadaye, baada ya tukimaliza ufunguzi, tutaendelea na ratiba yetu ya siku kama ambavyo ipo kwenye ratiba, na pia tutakuwa na mabalozi wengine ambao watatujoin baadaye, na wenyewe watatoa statement zao baadaye. Kwa kuingia katika sehemu ya mwisho ya ufunguzi, naomba nimkaribishe mwenzangu Innocent aweze kutumalizia ratiba ya asubuhi ya leo. Asanteni sana. Jamani, tusimnyime dada Usia makofi na kumshangilia. Karma inasema kila unalomfanyia mwenzako na wewe litatokea. Kuna siku hata ya harusi ya mtoto wako watu hawatapiga makofi. Naomba tupige tena makofi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tunaingia kwenye eneo lingine
kama alivyozungumza mwenzangu, kikao cha jana kilikuwa na majadiliano kadhaa pamoja na mada mbalimbali ambazo zilitolewa na watu kutoka ndani na nje ya nchi, lakini vile vile ndani ya serikali. Na baada ya mkutano ule kuna masuala ambayo yalikubalika kwamba yanaweza kuingia kwenye mjadala kama maazimio ambapo yatapelekwa serikalini kwa ajili ya kuangalia namna ya kuyatekeleza. Basi nisizungumze sana kwenye hilo, nimkaribishe mwenyekiti wa maadhimisho ya mwaka huu ambaye pia ni CEO wa Jamii Afrika, Bwana Maxence Melo, aweze kuja kusoma maazimio hayo. Kaka Maxence, karibu. Naomba tumshangilie wakati anakuja tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wa serikali, waheshimiwa wadau wa sekta ya habari, washirika wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunafarijika ikiwa ni mara ya 33 kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, na wadau wa sekta ya habari jana tulikutana, lakini tofauti ya mwaka huu na miaka mingine ni kwa mara ya kwanza tumekuwa na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi wakiwa ni wadau wetu, na tunaongea masuala ya teknolojia na akili mnemba, lakini tumekuwa na wazalishaji wa maudhui mtandaoni walioungana na wanahabari, ambapo tumepata na wenzetu kutoka mataifa jirani. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda ufahamu kwamba tuna wenzetu kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Zimbabwe walioungana na sisi. Lakini pia mwaka huu, kwa sababu nadhani utasikia mambo mengi kuhusiana na akili mnemba, teknolojia ya habari kwa ujumla, tuna wenzetu wa Google na Meta nao waliwakilisha mada, na wenzetu wa Meta ambao ni wamiliki wa WhatsApp, Instagram, Threads na Facebook nao wapo hapa, tuko nao ukumbini, lakini waliwasilisha mada na wakaweza kuongea na wadau. Baadhi ya vitu, kwa sababu sitasoma neno kwa neno, baadhi ya mambo haya yalijadiliwa na yalikuwa ni maafikiano ya wanahabari kwa ujumla. Kwanza ni kuhusu usalama wa wanahabari wakati wa uchaguzi. Wadau walipendekeza haya. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025, tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama na heshima ya waandishi wa habari nchini kote. Tunatoa wito kwa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, wanasiasa na jamii kwa ujumla kuhakikisha waandishi wa habari wanalindwa dhidi ya vitisho, unyanyasaji na vurugu wakati wa kipindi hiki nyeti. Na pili, kupambana na taarifa potofu na kukuza uadilifu katika uandishi wa habari. Katika kipindi hiki cha wingi wa taarifa, hasa nyakati hizi za uchaguzi, mapambano dhidi ya upotoshaji ni muhimu zaidi kuliko wakati wowote. Tunasisitiza umuhimu wa kuimarisha majukwaa na taasisi za uthibitishaji wa taarifa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa Tanzania tunalo moja linaitwa Jamii Check ambalo limetengenezwa na Jamii Afrika, lakini tuna wadau wengine ambao wanafanya katika eneo la dijitali wanaitwa Nukta Africa. Pia tumependekeza kuelimisha jamii kuhusu usomaji na uelewa wa vyombo vya habari na majukwaa ya kidijitali ili waweze kutambua vyanzo sahihi vya habari. Tumesisitiza umuhimu wa jamii yenyewe kuwa na uelewa wa kufanya hivi. Pia tumesisitiza kukuza na kutekeleza viwango vya maadili ya uandishi wa habari katika vyombo vyote vya habari ili kulinda imani ya tasnia ya habari kwa ujumla. Tumeenda pia kwenye matumizi sahihi ya teknolojia ya habari ya hii mpya, na tumependekeza masuala yafuatayo. Tumependekeza kuwa na mapitio ya sera ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 kwa sababu tunaona inashindwa kuendana na teknolojia ya sasa. Tunataka iendane na mazingira ya habari zilizoandaliwa katika kidijitali na waandishi wa zama hizi, hasa wazalishaji wa maudhui ya kimtandao. Pia kuhakikisha na kuboresha kanuni za maadili ya waandishi wa habari, kuzingatia changamoto zilizokuja kuletwa na AI, na kuandaa miongozo ya kitaifa kuhusu matumizi ya AI au AI strategy au policy au sera za akili mnemba ili kuweze kuwa na
eneo rafiki. Kwa haraka tumeongelea pia uendelevu wa vyombo vya habari kupitia mapato ya kidijitali. Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mgeni wetu rasmi, tuna changamoto katika vyombo vya habari, hasa namna ya kupata kipato, lakini dijitali imeongeza wigo, lakini bado kuna changamoto ambazo wanahabari wameziona. Kwa hiyo wanahabari wamesisitiza yafuatayo. Tunatoa wito kwa serikali kuweka mazingira rafiki ya kisheria na kiutawala yanayowezesha vyombo vya habari na wabunifu wa maudhui kupata mapato kupitia michango ya wanachama, usajili, malipo kwa kila makala na michango ya hiari kutoka kwa watumiaji. Kwa mantiki hiyo, tunapendekeza kuruhusiwa kwa mifumo ya malipo ya kidijitali ya kimataifa kama PayPal na Stripe kwa kupitia marekebisho ya sheria za kifedha ambazo kwa sisi tunaona kama zimepitwa na wakati. Pia kwa haraka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumependekeza kuhusiana na mustakabali wa vyombo vya habari. Tukiangalia mbele kuona vyombo vya habari Tanzania vikiwa jasiri, shirikishi, vya kisiasa, kiteknolojia, vinavyojiendesha kwa uhuru na wa kiuchumi, tunatamani kufanikisha hili kwa kuna hitaji mshikamano kutoka kwa serikali. Tumeongelea kuhusu mashirikiano, sekta binafsi, asasi za kiraia na washirika wa kimaendeleo. Tunataka yawekwe mazingira wezeshi ya kisera, udhibiti wa haki na usiokuwa kandamizi, fursa endelevu za kukuza ujuzi na pia kuendeleza mifumo mipya ya biashara inayoendana na uchumi wa kidijitali. Kwa kifupi, nisingependa kupitia yote, na kwa sababu nimeambia nina dakika 3. Kwa pamoja sisi wadau tunapenda tuchangie kujenga mustakabali ambao unachanganya ubunifu, uwajibikaji na uhuru, ili vyombo vya habari viendelee kutekeleza wajibu wake muhimu na wa kuielimisha jamii na kuiwajibisha serikali. Utoaji na upokeaji wa taarifa kupitia vyombo huru vya habari si tuzo, bali ni haki iliyopo kikatiba. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Bwana Maxence Melo kwa maazimio hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutambua uwepo wa watu wengine ambao tulipitiwa kuwatambulisha. Kwanza naomba kutambua uwepo wa mkuu wetu wa wilaya ya Arusha Bwana Joseph Mkude. Jamani, hayo makofi hayapendezi. Asante. Pia dasi wa Arusha Bwana Jacob. Lakini tunaye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Dr. Emmanuel Mkilia. Na baada ya kutambua uwepo wa watu hao, sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimkaribishe katibu wetu mkuu Bwana Gerson Msigwa aweze kuja kusema machache, lakini nimuombe pia baada ya kusema hayo machache aweze kumkaribisha Mheshimiwa Waziri na yeye azungumze na sisi na kukukaribisha wewe uweze kuzungumza nasi kwenye siku hii muhimu ya uhuru wa vyombo vya habari nchini. Kaka Msigwa, tafadhali karibu. Asante Mungi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungi anataka tupige makofi, amesahau kama waandishi wa habari wapigi makofi. Waandishi wa habari oye. Hilo ndio wanaweza kujibu, lakini makofi mtihani kidogo. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, Waziri wetu wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ndugu yangu Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nifupishe utambulisho kwa sababu wengi wametambuliwa, na kwa maslahi ya muda hata hotuba yangu nimeiweka pembeni. Nadhani nitekeleze jukumu tu la kumkaribisha, lakini moyo wangu hautaridhika sana. Kuna babangu mmoja yuko humu ndani, nadhani hakutambulishwa vizuri, ngoja nimtambulishe. Mzee wangu Roy Thomas Ole Sabaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Arusha,
na mkuu wa wilaya mstaafu. Mimi kama nina viasilia vya kujifunza uongozi, nimejifunza sana kwa huyu mzee. Alivyokuwa mkuu wa wilaya ya Songea, ni aina ya viongozi ambao lula ni lula, kijiko ni kijiko, umma ni umma. Nakushukuru sana mzee wangu kwa kunifundisha uongozi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Naomba kukiri kwamba mimi ni mmoja wa waandishi wa habari. Kwa hiyo walioko mbele yako ni waandishi wa habari wenzangu, na nafurahi sana kushiriki kwenye tukio linalowahusu wenzangu. Leo kwetu ni siku muhimu kwa sababu mwandishi wa habari mnyime kila kitu, lakini mpatie uhuru wake kama mwandishi wa habari. Mnyime kila kitu, lakini usimnyanyase kwenye majukumu yake ya kazi kama mwandishi wa habari. Na mimi nayazungumza haya kwa sababu nimeyaishi. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari wenzangu kwa kuendelea kufanya kazi katika mazingira hayo. Nawapongeza waandishi wa habari wenzangu kwa kuendelea kulinda matumaini ya waandishi wa habari. Changamoto ni nyingi, hatari ya kukata tamaa ni kubwa, na waandishi wa habari kama muhimili wa 4 usio rasmi, tukikata tamaa tutakuwa tumepoteza matumaini ya wananchi. Na nyie mnaendelea kupambania matumaini ya wananchi. Hongereni sana. Na baada ya kusema hayo, nisiwe na kiherehere cha kuzungumza mengi, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi. Mheshimiwa Waziri ana majina mengi, naweza kutaja mpaka nafika hapa, lakini naomba niishie hapo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Karibu sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Ndugu Gerson Msigwa, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Msemaji Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa ndugu Susan Gong Namondo, Mratibu Mkazi wa Umoja wa Mataifa. Ndugu Michelle Toto, Mwakilishi Mkazi wa UNESCO. Mzee wangu Thomas Olisabaya, Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Arusha. Mstahiki Meya Maximilian Helage. Mheshimiwa Mrisho Gambo, Bunge wa Arusha. Mheshimiwa Balozi Yahya bin Ahmed Okeish, Balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania. Ndugu Maxence Melo, Mwenyekiti wa Jamii Afrika na mwenyeji wa shughuli hii ya leo. Viongozi wote wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, viongozi wa serikali, waandishi wa habari wenzangu, na wale ambao mmetoka katika nchi nyingine za Afrika, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa ruzuku ya uhai na kutuwezesha kukutana tena leo tukiwa na afya njema na tukiendelea kushiriki katika maadhimisho haya muhimu kwa salama na amani tangu yalipoanza siku chache zilizopita. Haya ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ni tukio la kimataifa, lakini pia linafanywa kila mwaka tarehe 3 Mei. Nyinyi mmelifanya mapema kidogo kwa sababu ambazo tumeelezwa. Aidha, najua maadhimisho haya yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya wizara yetu ya Habari, Sanaa, Michezo, shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO, Umoja wa Mataifa na mwenyekiti wa wadau wa habari ambao ni Jamii Afrika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kubali mwaliko wa kuja huku. Ndugu washiriki, ratiba ya Waziri Mkuu kuwa hapa leo, mimi namshukuru sana. Jana amekuja na mara baada ya hapa tunarudi tena katika majukumu mengine ambayo yanaanza saa 4:30 na yeye anatakiwa kuwa pale. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuipa shughuli hii umuhimu mkubwa. Kwa hali ya kawaida tungeweza kuomba udhuru, Waziri Mkuu na shughuli nyingine yakaisha, lakini umeona vyombo vya habari ni muhimu sana. Na mimi naomba tumpigie Mheshimiwa Waziri Mkuu makofi kwa kujitoa hivyo. Na hata Maxence Melo leo haamini. Nilimwambia sikuhakikishi mimi kuwepo wala Waziri Mkuu kuwepo, kwa sababu lazima tuko kwenye tukio ambalo linamhusu mamlaka ya juu kabisa
ambao hatuwezi kukosekana, lakini waziri mkuu kwa hekima yake na busara yake akaona tufanye hivyo tuje. Ndugu wanahabari, leo mnazungumzia uhabarishaji kwenye dunia mpya, athari ya akili mnemba kwenye uhuru wa vyombo vya habari, yani reporting in the brave new world, the impact of artificial intelligence on press freedom and media. Mimi naonea wivu sana. Mimi nilipoanza uandishi wa habari tulikuwa kutuma habari kwa simu, telephone. We are using telephone to file our news from wherever we are. Kwa hiyo tulijifunza kutumia maneno kama alpha, beta, wewe kusema A, unasema alpha, anajua ni A. Na ilipokuja telex ikafungwa Kilimanjaro hoteli, yalikuwa ni mapinduzi makubwa kweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tulianza kupata habari moja kwa moja kupitia telex kutoka AFP, Reuters na mashirika mengine ya habari. Na ilipokuja fax yakawa ni mapinduzi makubwa zaidi. Mimi ni shahidi wa uandishi wa habari kutoka ambapo hakuna fax, hakuna telex, na unatumia simu ya mkono. Na nakumbuka baada ya Mwalimu kuhutubia taifa kutoka Bunazi, Uganda, baada ya vita vya Uganda, ilibidi kutuma habari kwa simu ili iwahi deadline. Sasa sauti ya simu ni ngumu, na newsroom sisi tulizoea, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu, huyu anapokea simu. Kwa tulizoea sisi kupokea habari kwenye kelele, na ndio maana napenda kelele, kwa sababu inanifanya nifikiri vizuri zaidi. Hayo, nyinyi mmepiga hatua kubwa leo katika uandishi wa habari, lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu, inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaweka. Kwa hiyo changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi, na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujasoma bajeti yetu, lakini tumefanya maamuzi tena kuanza maandalizi ya kuanza external service, idhaa ya Kiingereza ya TBC, ili kuitangazia dunia kujua Tanzania inafanya nini, ili maudhui yawe mle. Ukifanya utafiti, ukichukua kuhusu Julius Nyerere kupitia akili mnemba kwa Kiswahili, utapata picha nzuri sana na chanya ya Nyerere. Lakini chukua Julius Nyerere hiyo hiyo kwa Kiingereza, utaona ni hadithi mbili tofauti. Kwa hiyo akili mnemba isiwafanye mkafubaa, mjue bado akili zenu zitumike. Kwa mimi niwapongeze sana wenzetu ambao leo mna vifaa vingi vya kufanya tofauti na sisi tuliotumia simu na kujifunza kutumia alpha, beta, ili wenzako wakuelewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisichukue muda mrefu, najua tuna majukumu mengine yanayokuja, lakini niwashukuru wadau wote, UNESCO, Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana nasi, na wale kutoka Kenya, Uganda na Zimbabwe, karibuni sana nyumbani kwenu hapa Tanzania, na pia Arusha. Na mkuu wa mkoa wa Arusha, Arusha sio Tanzania. Tanzania inaanza nje ya Arusha kwa sababu huu ni mji wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba sasa kwa heshima na taadhima uweze kuzungumza na kauli hii ya waandishi wa habari. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanahabari oye! Siku ya habari duniani oye! Haya, tukae. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, mbunge, waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Thomas Ole Sabaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Mheshimiwa Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Yahya bin Ahmed Okesh, balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania, ndugu Susan Namondo, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, Bwana Maximilian Mkilinya, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi na Taarifa Binafsi, ndugu Maxine Melo, mwenyekiti wa Jamii ya Afrika, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jiji la Arusha, mstahiki meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maximilian,
viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi mlioko hapa ndani, viongozi wote wa taasisi zinazohusu masuala ya habari nchini Tanzania, wahariri na waandishi wa habari kutoka Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wadau wa sekta habari, ndugu wanahabari, wadau wa maendeleo, wageni kutoka maeneo mbalimbali, mimi nataka nianze kuungana viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema. Leo tuko hapa jijini Arusha tukiwa na afya njema, na tuko hapa tukiwa tumetoka maeneo tofauti tofauti Tanzania, lakini pia barani Afrika, na wako wengine wanatoka nje ya bara la Afrika kwa ajili ya tukio hili muhimu la maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambalo huwa linaadhimishwa kila tarehe 3 ya mwezi Mei ya kila mwaka. Lakini mwaka huu kutokana na majukumu mbalimbali yanayotukabili tumeamua kuisherehekea mapema zaidi. Lengo la tukio hili ni kutetea na kukuza uhuru wa vyombo vya habari kote duniani, pamoja na kulinda haki ya waandishi wa habari wakati wote wanapotekeleza majukumu yao, ili wanapotekeleza majukumu hayo wasiwe na hofu yoyote. Kwa hiyo maadhimisho haya yanatoa fursa hiyo ya kukumbushana wajibu, kutiana moyo, lakini kukumbusha wadau kila mmoja na namna anavyotakiwa kufanya kazi pamoja na vyombo vya habari hapa duniani. Kwa hiyo nipongeze sana wizara yetu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na waratibu wote walioshiriki katika kuandaa tukio hili, tukio ambalo limeandaliwa kwa weledi mkubwa, tukio ambalo pia limetuhusisha na viongozi wa serikali kama wadau wakubwa wa vyombo vya habari. Na niseme kuwa hii ni siku pekee ambayo inaangazia mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kulinda misingi ya demokrasia, haki za binadamu, utawala bora na maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo kuhudhuria kwetu na kujipa nafasi katika hili kumetokana na misingi hiyo, na kama ambavyo amesema Mheshimiwa Profesa Kabudi, saa 4:30 natakiwa kuwa Dodoma kwa ratiba nyingine, kwa umuhimu wa vyombo vya habari na kwa namna ambavyo mnatoa mchango mkubwa wa mipango ya serikali. Ilikuwa lazima niwe hapa na nyie asubuhi hii nishiriki na nyie katika uzinduzi huu. Ndugu wadau wa habari, tukio hili ni kubwa hapa nchini, na kwa kuwa linaadhimishwa duniani kote, hata viongozi wa serikali wanajua tukio hili linaloendelea hapa jijini Arusha. Na nimepewa salamu nizilete kwenu, salamu za upendo kabisa, salamu zinazowatakia kila laheri kwenye majukumu yenu, na ni salamu zinazoongezea matumaini ya kufanya kazi kwa pamoja na serikali yenu hapa nchini Tanzania. Salamu hizi zinatoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile nimepewa salamu na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wote hawa wanawasalimia sana. Viongozi wetu wanatambua na kuthamini mchango wenu ambao mnautoa kwa jamii ya Watanzania katika kuwahimiza kuimarisha demokrasia nchini, lakini kutekeleza yale majukumu yenu makubwa ya vyombo vya habari. Moja, kuelimisha. Mbili, mnatumia nafasi yenu kuhamasisha jamii kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini tatu, nyie mnayo
nafasi ya kuonya jamii kwa wale wote wanaotenda matendo maovu, lakini pia jukumu jingine ambalo mnaendelea nalo ni lile la kutoa miongozo mbalimbali, maonyo kama nilivyosema awali, kwa jamii ambayo inatuzunguka. Na wakati wote tumeona mkihimiza taasisi mbalimbali za serikali na waliopata dhamana kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uaminifu, maadili, lakini kuzingatia uzalendo wa taifa letu. Hii ni jukumu ambalo nyie mnalitekeleza wakati wote. Mwaka huu 2025, tukio hili la maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani lina kauli mbiu yake. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa vyombo vya habari. Na katika dunia hii ya sasa, vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie, nayo ni kama ifuatavyo. Moja, kauli mbiu hii inatusaidia sana sisi kuelewa jinsi akili mnemba inavyoathiri mchakato wa utoaji habari, lakini vile vile na jinsi ambavyo vyombo vya habari vinaweza kutumia teknolojia hii kutekeleza majukumu yenu ya kila siku kwa ufanisi na weledi mkubwa. Lakini la pili, kauli mbiu hii inasisitiza kuelewa changamoto na hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi ya teknolojia hii katika vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na usahihi wa taarifa zenyewe, uwezekano wa kutengeneza habari za uongo, na hatari ya udhibiti wa maudhui ya uhuru wa vyombo vya habari. Tatu, kauli mbiu hii pia inawapa nafasi na inatoa fursa ya kuzungumzia mchango wa akili mnemba katika kulinda na kudhoofisha haki za binadamu, hususani katika uhuru wa habari. Na kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwamba teknolojia tulionayo sasa inatumika kwa manufaa ya jamii na sio kama chombo cha kudhibiti au kuzuia uhuru wa maoni pekee. Kwa hiyo ni mambo haya lazima tuzingatie. Lakini la nne, kauli mbiu hii pia inalenga kuwahimiza wanahabari au waandishi wa habari kujifunza na kuelewa vyema matumizi ya akili mnemba katika kazi zenu, ili muweze kutumia teknolojia hii kuimarisha kazi zenu, kuongeza ufanisi na kufanya kazi kwa njia iliyo bora sana. Na kwa hiyo nitarajie kuwa kupitia maadhimisho haya ambayo mmeanza kufanya majadiliano na kutoa maazimio, mtaendelea kubainisha mafanikio mlioyafikia, changamoto mnazozikabili, lakini changamoto ambazo mnaweza mkazikabili kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Ni wajibu wenu kugundua hayo na kujiweka tayari ili mweze kukabiliana nayo. Lakini pia tunatarajia kupokea mapendekezo zaidi, na hapa kiongozi wetu ametupa maazimio yenu ya jana, lakini bado mpo, na kwa hiyo tunatarajia kupata mengi zaidi. Serikali ipo, itapokea maoni yenu na tutayafanyia kazi. Ndugu wanahabari, nimefahamishwa pia maadhimisho haya yanakusudia kukuza uelewa, lakini kutoa maarifa mapya na kujenga mshikamano miongoni mwenu, lakini pia ushirikiano wetu na serikali kuimarisha zaidi na washirika wote wa maendeleo ikiwemo asasi za kiraia. Maneno yenu yaliyotolewa na kiongozi wetu yamenikumbusha wajibu mkubwa walionao viongozi, waandishi wa habari, wataalamu wa teknolojia na wananchi wa kawaida kuhakikisha kwamba uhuru huu ambao tumeuzungumza hapa wa vyombo vya habari unalindwa, na sio kwa maneno tu bali kwa vitendo. Kwa upande wetu kama serikali, nataka niwahakikishie uhuru huu tutaulinda, sio kwa maneno, kwa vitendo, kwa ushirikiano na nyie wenyewe wanahabari.
Kama nilivyosema awali, katika dunia ya sasa ambayo inabadilika kwa kasi, hususani kwenye maendeleo haya ya teknolojia, inabidi kuwa makini sana kuhakikisha kuwa tunazitumia fursa hizi za mabadiliko haya ya teknolojia kuwa ndio njia inayoweza kukuza haki, ukweli na kuyakuza maadili yetu kwenye misingi ya utamaduni na desturi za taifa hili. Ndugu wanahabari, ukweli usiopingika kwamba akili mnemba inaweza kuwa msaada mkubwa kwenu wanahabari katika kuboresha shughuli zenu, lakini pia inaweza kuwa chanzo cha changamoto kubwa ikiwa hatutatumia busara katika kutumia akili mnemba. Hili linahitaji mjadala wa wazi, mfanye mapitio ya sera tulionayo na mpango wa namna kushirikiana karibu na sekta zote ili muweze kujiweka vizuri. Ndugu washiriki na waadhimisho haya, nilifahamishwa pia kuwa katika kipindi cha siku 3 ambazo mmekuwa hapa, kumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo mmezifanya. Moja, maonyesho ambayo yanaonyesha kila sekta. Nilikuwa nipite, ili kutokana na muda nimelazimika kuwasalimia tu, lakini natambua maonyesho yote yale yalikuwa na lenga kueleza kazi mbalimbali zinazofanywa na wanahabari kwenye sekta mbalimbali. Lakini nimeambiwa pia mlijiunganisha na jamii, mkafanya mbio za Funrun. Mnamuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye wito wake wa kila mmoja kufanya mazoezi ya viungo kwa lengo la kupata afya bora, lakini kujenga mshikamano wa pamoja. Hongera sana kama mmefanya hayo, kwa sababu yanawaleta pamoja. Kwa michezo, maonyesho ya kazi za kihabari, za kisanii, pamoja na majadiliano ya kitaaluma ambayo mmeyafanya, shughuli zimejikita kwenye masuala muhimu ya kisasa ambayo yenyewe yanaguswa pia na hiyo akili mnemba kama tulivyozungumza, kwa waandishi wa habari na ubunifu wa vyombo vya habari, lakini nafasi ya vyombo vya habari katika kueleza uchaguzi mkuu na yenyewe athari za akili mnemba kwa mustakabali wa uandishi wa habari, lakini pia mustakabali wa uendelevu wa vyombo vya habari katika enzi ya kidijitali. Tunakwenda kuvunja pia vizuizi vya jinsia vyombo vya habari kwa enzi hizi ya kidijitali, nayo pia imechukuliwa kwa maanani, na mfumo wa kisheria na udhibiti wa jukumu la Bunge katika uhuru wa vyombo vya habari nao pia utaingia kwenye maeneo ambayo mtaweza kuyajadili, na sisi tunafungulia milango ili mjadili kwa kina. Lakini pia msiache kujadili athari za vyombo vya habari kwa watoto wetu na kuwezesha kizazi kijacho kuwa kizazi chenye weledi na kinachozingatia maadili ya taifa hili na kuyafanya maadili yetu, utamaduni wetu, mila zetu kuwa endelevu. Ndugu washiriki, mkutano huu kama ambavyo nimesema, mmepata nafasi ya kufanya majadiliano mbalimbali, lakini bado mnayo nafasi ya kuendelea kujadili mambo muhimu na kutoa mapendekezo ya namna kutatua changamoto ambazo mtaziainisha ili ziweze kukabidhiwa kwa sekta ambazo zinahitaji kutekeleza na kujenga mshikamano wa pamoja. Na mnapojadili masuala haya na mengine mbalimbali, muone umuhimu wa kuhamasisha waandishi wa habari wengine kupaza sauti katika masuala ambayo mara nyingi huwa yapewi kipaumbele. Swala maadili lipeni nafasi ili taifa letu liweze kuwa taifa endelevu lenye watu ambao wana weledi wa kuongoza pia taifa hili kwa pamoja. Lakini swala la uchumi ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amelieleza, mnalo jukumu la kuhamasisha jamii kuona kuwa swala la uchumi ndio ajenda muhimu ambayo inaweza kumfanya mtu akaweza kujitegemea na kufanya shughuli nyingine yoyote ile. Na sekta ya habari yenyewe ni sekta ya kiuchumi. Kwa hiyo hili lazima mlizungumze na mliwekee mkakati na lielezeni wazi kwa wadau, na nyie ndio tunawategemea. Kwa sasa serikali imefungua milango kwa Watanzania, vijana, wanawake, wazee, kwa wajasiriamali. Lizungumzeni wanahabari kwamba ujasiriamali ndio njia sahihi
inayoweza kumwezesha mtu kuendesha shughuli zake yeye na familia yake kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinamletea kipato. Wanahabari tunawategemea, mtahamasisha jamii kwa kazi yenu ya kuhamasisha, pia kuingia kwenye ujasiriamali kila ambapo unaona ni muhimu, na kwenye wito wa kila mmoja afanye kazi. Lakini pia masuala ya utamaduni wetu, msisahau kuyajengea wigo mpana wa kueleza kwamba taifa letu linahitaji kuendeleza utamaduni. Taifa ambalo halina utamaduni itakuwa taifa mfu. Na kwa hiyo haya yote lazima tuyazingatie, na sisi tunayafanya kama ni maadili, maeneo ya maadili yetu. Na kwenye uandishi wa habari, basi tumie nafasi yenu kuyazungumza kwa kina, na ndipo tutakapopata ufanisi wa malengo ya wanahabari. Tunapokuwa kwenye kongamano hili, lazima tuwaambie mafanikio ya serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa toka alipoingia madarakani Machi 21 na kuanza kubainisha falsafa yake kwenye uongozi wake, na hasa yale mambo manne: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya wa taifa letu. Na kwa hiyo yale mlioyaanza kuyafikisha serikalini, ikiwemo maazimio ya mijadala ya wanahabari, mimi nataka niwaendelee kuhakikishia tu kwamba yale maazimio yale yote ambayo yanaigusa serikali katika kutekeleza ili kuwafanya vyombo vya habari viweze kufanya kazi yake, nirudie tena kuhakikishia kuwa serikali itayapokea utakapokamilisha. Katibu mkuu yupo, wakurugenzi wa wizara wapo, watayaleta. Iwe yanahitaji mabadiliko ya sera, tutayafanyia kazi. Iwe inahitaji kuwa na mabadiliko ya kisheria, tutayafanyia kazi. Hata kama panahitaji mabadiliko ya kikanuni, tutayafanyia kazi, kwa sababu yote haya ni mambo ambayo serikali tunawajibika. Kwa hiyo basi, wanahabari kwenye sekta hii ya habari na utangazaji, falsafa hii ya Mheshimiwa Rais tunaitekeleza kwa vitendo, hasa katika eneo la reform. Hii tumefika mbali sana, na serikali yetu imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha sekta ya habari hapa nchini na utangazaji, na hatua hizi zinajumuisha maeneo ambayo pia hata Mheshimiwa Waziri ameeleza. Mmeona mabadiliko ya teknolojia toka tulipoanza kuwafanya mawasiliano, kutoka hizo mawasiliano ya simu kwenye kelele, baadaye zikaja fax, telex. Hiyo zamani ilikuwa ili uwasiliane lazima uandike telegram. Yaani ulikuwa Arusha mjini unampelekea mtu Karatu, unaandika telegram, yeye ataipokea kule posta. Ndio tulivyoanza, lakini leo hii kila kitu kiko mkononi. Unawasiliana na taifa zima na watu 5 mpaka 6 hapa sasa hivi. Hapo sasa hivi mnawasiliana na watu hapo. Haya ni mabadiliko makubwa yaliyofanywa, pia yamepitiwa na serikali yetu. Sasa sisi upande wa serikali tumezindua bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Bodi hii inakwenda kusimamia viwango vya kitaaluma kwa wanahabari, hatua ambayo ina utekelezaji wa matakwa ya kisheria chini ya sheria ya huduma za habari sura namba 229. Kwa hiyo tumefanya hilo. Lakini serikali yenu imetoa fursa kutungwa kwa sheria ya shirika la utangazaji la taifa, na sheria hii imekuwa nyenzo muhimu kuendelea kusimamia na kuendesha shirika letu la utangazaji Tanzania, na kufanya ubunifu kadiri inavyowezekana ili kuweza kutoa fursa ya Watanzania kupata habari kwa urahisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, habari hizi hazilengi tu Watanzania, hata walioko nje, na kule tumeanzisha idhaa ya Kiingereza ili na wao wapate taarifa za ndani ya nchi. 3, tumeimarisha idara ya habari na maelezo. Tumeshanunua vitendea kazi, na msemaji mkuu wa serikali yuko pale, na wale waandishi wengi wa habari wanatumia fursa ya uwepo wa idara ile ya habari na maelezo kuitisha press zozote zile na kutoa maelezo au kukaribishwa kwa ajili ya kusikia maelezo kutoka sekta mbalimbali. Lakini pia idara hii tumenunua vifaa vya matangazo ya mbashara kwa sasa. Kwa hiyo tunaweza tukapata matangazo ya papo kwa papo kutoka kwenye idara hii. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba, na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera, kwa mtumie majadiliano yenu ya leo
kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri sera yetu iweje kwenye eneo hili la akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari, kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Lakini tunaendelea pia na mchakato wa maboresho ya sera habari ya utangazaji ile ya mwaka 2003, ndio hii ambayo nimesema inalenga kuimarisha uandishi wa habari hapa nchini, na uandishi huu uweze kutuletea maendeleo kwenye taifa letu. Lakini la jingine ambalo tumelifanya ni kuunda kamati ya kutathmini hali ya waandishi wa habari na utendaji wao kwenye vyombo vya habari, na hii tunaiona kama ni hatua muhimu ambayo inakwenda kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii ya habari. Lakini huwa tunatoa leseni mpya za uchapishaji wa magazeti yalikuwa yamefungiwa, wale ambao wamefungiwa, lakini pia magazeti online na vitu vingine, na maboresho shughuli nzima ambayo tumeyafanya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba, na tunataka tuhakikishe kwamba serikali iko pamoja na nyie, na tunaendelea kupokea ushauri wenu na kufungua milango kwa ajili hiyo. Kwa hiyo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Ndugu wanahabari, serikali yenu inatambua na kuthamini mchango mkubwa kama nilivyosema kwenye salamu za viongozi. Nasi wasaidizi wa viongozi hawa wakuu tunawahakikishia kuwa tutafanya kazi pamoja na nyie, na kupitia vyombo vya habari tutaweza kuhabarisha wananchi wetu shughuli mbalimbali, mipango mbalimbali ya taifa hili, lakini kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli hizi. Na vyombo vya habari vimekuwa sehemu kubwa katika kutoa elimu kwa wananchi, kama nilivyosema awali kwamba vyombo vya habari vina kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha maendeleo, kuonya, lakini pia hata kuburudisha. Na tunaposema kuelimisha wananchi, tunakwenda kuwaambia masuala mbalimbali muhimu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na elimu ya uzalishaji, ujasiriamali, maendeleo ya jamii. Haya ndio maeneo ambayo sisi tunayaangalia. Lakini vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na vinachangia sana kwa kiasi kikubwa katika kuijenga taswira chanya ya taifa hili. Hatua tuliyofikia leo katika nchi, huwezi kutenganisha maendeleo ya taifa hili na vyombo vya habari, kwa sababu mtu aliyoko Lindi anajua mafanikio ya Arusha, anasikia mafanikio ya Mara, anasikia mafanikio ya Kagera, anasikia mafanikio ya Iringa, na kule Rukwa, Katavi, anajua kabisa kwamba nchi hii inapata maendeleo kutokana na mchango wa vyombo vya habari kwa kuhabarisha umma ya matukio yote ambayo yanaendelea. Leo taifa zima linajua kama waandishi wa habari wako kwenye maadhimisho siku ya uhuru wa vyombo vya habari Arusha. Haya ni maendeleo ya kuwajulisha Watanzania. Kwa hiyo ninapomaliza hotuba yangu, kwenu wanahabari, naomba nitoe msisitizo huu kwamba vyombo vya habari viendelee kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo nchi hii, na kama kweli tutazingatia uzalendo, weledi, maadili na taaluma ya uandishi wa habari, utamaduni, mila na desturi za nchi yetu, tutafanikiwa sana na tutapata maendeleo makubwa. Na sina mashaka, kwa sababu leo tumeweza kukaribisha mataifa jirani ndani ya bara la Afrika, tumekaribisha mataifa ya nje kwenye kongamano hili, na kwa hiyo kila mmoja atatoa uzoefu wake. Sisi tutapata yale muhimu yanayofanana na utamaduni tulionao ndani ya nchi na kuyafanyia maboresho kwa mujibu wa utamaduni tulionao wa nchi yetu. Na kwa hiyo katika kufanya kazi yetu tulenge zaidi kutoa habari zilizo sahihi na ambazo zinakwenda kuifanya jamii iweze kufanya vizuri zaidi wakati wote, na tuzingatie ukweli wa taarifa zetu. Ndugu waandishi wa habari, kiongozi wetu
wa habari nchini alipokuja hapa alizungumzia serikali iweze kuhakikishia wanahabari kufanya kazi zao wakati wa uchaguzi mkuu. Mwaka 2025 huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi kama serikali, kama wadau wa uchaguzi, pindi Tume Huru ya Uchaguzi itakapotoa ratiba, tunatarajia ndio mtalieleza taifa, na sisi ushiriki wetu ni kuhakikisha kwamba yale yaliyo muhimu ya kufanya uchaguzi huu kuwa wa usalama, kila mmoja atakwenda kushiriki kwa usalama wake, sisi tutaweza kufanya kazi na nyie ili kuwaambia ni maeneo gani muhimu yafanyike kwa ajili ya kufanya usalama wa siku hiyo unakwenda kuwa. Na watu wa Tume Huru ya Uchaguzi wametuambia kwamba uchaguzi huu watausimamia kwa uhuru na haki na uwazi. Kwa sisi upande wa serikali kama wadau wa uchaguzi, tunataka tuhakikishe kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani na utulivu na kila mmoja awe na uhakika. Kwa hiyo waambieni Watanzania kuhusu uchaguzi, na nyie waandishi wa habari mtakuwa sehemu ya walinzi wa amani, kwa sababu mtaeleza mambo muhimu, taratibu zetu za namna ya kwenda kushiriki kwenye ndani. Kwa ni jukumu lenu wanahabari kutoa habari ambazo zinachochea jamii kulinda na kuendeleza tunu kama vile amani na utulivu. Sisi kwetu ni tunu, umoja, mshikamano, ni tunu ambayo tunaifanya kwa jamii na inaweza kutujenga tukafikia uchumi tunaoutaka, tukafanya siasa zilizo bora na kufanya utamaduni wetu kuwa endelevu. Na kwa hiyo jamii ambayo tunaisihi kuendelea na haya inaweza kushiriki kamilifu kama sisi. Kwa hiyo mwisho niwapongeze wizara kutumia nafasi hii, kutokana na majukumu hayo yaliyobadilisha hata tarehe, bado mmeweza kuwakusanya wanahabari wakawa hapa. Kwa hiyo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, endeleeni na jitihada za kusimamia sekta hii ya habari na kuhakikishia wakati wote wanahabari uhuru wao katika kufanya kazi yao. Na nyie ndio ambao mnakutana nao, pokeeni changamoto zao zinazojitokeza mara kwa mara, na tafuteni njia kutatua changamoto hizo ili waendelee kufanya kazi yao vizuri. Kwa niendelee kuwapongeza wanahabari wote kwa jitihada zenu. Niwasihi muendelee na majukumu yenu. Sheria zipo, kanuni zipo zinazoongoza kwenye katika utendaji kazi wenu, wala msiwe na mashaka. Na nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wetu wa habari, Jamii ya Afrika ambaye ni mwenyekiti wetu yuko hapa, na UNESCO kwa kuendelea kuwa mfadhili kiongozi katika maadhimisho ya siku ya vyombo vya habari mwaka huu, na wadau wote ambao wamechangia kufanikiwa kwa jambo hili. Hapana shaka kuwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inaleta pamoja, na kuna haki bila wajibu. Kwa hiyo na hilo pia lazima tulizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu, kujitahidi kutumia akili mnemba kwa umakini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari, kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tunao. Tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Baada ya kuwa nimewashukuru, na mimi sasa nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kwenye mjadala ambao sasa mnaendelea, na fanya maadhimisho haya yaliyojaa fikira pevu, mazungumzo yenu yawe ya kujenga, yenye mshikamano na kulinda msingi muhimu wa jamii yetu hapa nchini. Asante sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na washukuru kwa kunisikiliza, na sasa tuendelee na hatua zinazoendelea. Asante sana. Naomba wakati anakwenda kukaa tuongeze tena makofi ya kutosha. Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na muda, tukio lililokuwa linafuata ni la picha, lakini kutokana na muda tunaomba tupige picha mbili tu, ambayo ni viongozi waliokaa meza kuu na hawa waliokaa hapa. Please, can you come forward for a photo? Tutakuwa na picha ingine ya mwisho ambayo itakuwa ya viongozi wale wa taasisi za vyombo vya habari. Tulikuwa na picha 7, lakini mmeona wenyewe tayari tumeshachelewa zaidi ya dakika 25.
Kwa hiyo tungeomba kama mnaweza mkamruhusu mbunge akaweza kupanda hapa na viongozi wa dini kama itaruhusu. Asante sana kwa uvumilivu wako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hiyo ni picha ya kwanza. Naomba baada ya picha hiyo viongozi wale wa taasisi zote, wakuu wa taasisi za vyombo vya habari wamekaa pale, naomba mpite kwa huko, on your right please. Viongozi wa wakuu wa taasisi za vyombo vya habari, tungetamani sana tupige picha za kutosha. Hata mimi nilikuwa natamani sana picha, lakini tutapiga siku nyingine inshallah. Hawa wametuwakilisha, wengi tunatoka chini ya taasisi wanazoziongoza. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu hii ya ufunguzi. Ni kuruhusu sasa uweze kwenda na ratiba kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Watu wengine wote naomba tusimame, lakini tutabaki hapa tusubiri. Asante sana Mheshimiwa. Asanteni sana brass band, tuwapigie makofi. Haya, sasa naambiwa chai bado tulikuwa tumepanga twende kwenye chai, lakini ili tuweze kumaliza mapema leo, wengine najua ndege zenu na usafiri wenu mmeshapanga kuondoka mapema, basi tuende kwenye session inayofuata. Alafu baada ya session hiyo tutakwenda kwenye chai, na tutakaporudi tutakuwa tunamalizia. Basi kwa heshima na taadhima naomba nimuite dada Usia aweze kutuongozea na kutuitia plenary session inayofuata. Dada Usia, Madam Usia, tafadhali karibu. Ndugu washiriki, naomba tuendelee na ratiba yetu. Naomba tutulie kwenye viti, tuendelee na ratiba yetu kama ambavyo imepangwa. Kwa sasa kinachofuata ni plenary ambayo title yake ni Reimagining Media Governance in the Digital Age, a Dialogue with Regulators. Reimagining Media Governance in the Digital Age, a Dialogue with Regulators. Tulikuwa tuwe na kaka yetu ndugu yetu Bakari Machumu, lakini sijamuona hapa. Au yupo? Okay, kwa hiyo namuomba Dr. Doto atusaidie kuwa moderator wa session hii. Karibu. Alafu atawaita panelists wake ambao ni Dr. Jabiri Bakari, Director General Tanzania Communications Regulatory Authority, Dr. Emmanuel Mkilia, Director General Data Protection Commission,
na Mohamed Mashaka, Director of Information System Development and Services, Ministry of Information, Communication and Information Technology. Dr. karibu. Karibu walete. Naomba wengine tutulie, tuendelee na ratiba tafadhali. Pole pole. So unalisikia? Habari za asubuhi. Basi karibuni kwenye session hii. Nimeambiwa na ukiwa mwalimu nakubali. Kwa hiyo karibuni. Basi kama ambavyo tumeambiwa, washiriki wa session hii tunaye takiwa kuwa na Dr. Jabir Bakari, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Communication Regulatory Authority TCRA. Mayupo mwakilishi, lakini vile vile tunaye Dr. Emmanuel Mkilia, mkurugenzi Data Protection Commission, kwa naye tangu jana. Karibu.